Tunashukuru Mungu Mwenyezi Mungu ambaye ameenda kutenda kazi kwa ajili yako. Naamini upo mzima kwa utukufu wake Mungu, na ndio maana wengi wamekosa baraka kwa sababu ya kutosikiliza sauti ya Mungu. Ni kwa sababu wameenda kinyume na maagizo ya Mungu katika maisha yao. Karibu tena kwa maombi juu ya maombi ya mulimo. Neno letu ni sawa na kile kitabu kia Malaki sura yake ni ile ya 3 na ule mstari wake ni ule wa 7. Toka siku za baba zenu mumegeuka kando katika maagizo yangu, wala mkuyachunga. Rudieni kwangu nami nitarudi kwenu. Bwana wa majeshi anasema. Lakini ninyi munasema, namna gani tutarudi? Mutaibia Mungu, lakini ninyi munanibia mimi. Lakini munasema, tumekuibia kwa njia gani? Kwa zaka na kwa matoleo. Mumelaniwa kwa lana, kwa maana munanibia mimi hata taifa hili lote. Leteni zaka zote kwa gala, chakula kiwe nyumbani mwangu. Munijaribu kwa njia ile sasa. Bwana wa majeshi anasema, kama sitawafungulia ninyi madirisha ya mbingu na kuwamwagia ninyi baraka hata pali patakuwa kuipokea, nami nitakemea mkulaji kwa sababu yenu, naye hataharibu matunda ya nchi yenu, wala mzabibu hautatupa matunda yake mbele ya wakati shambani. Bwana wa majeshi anasema. Neno la Mungu linaendelea kupiga kelele katika kinywa cha mtumishi wake Malaki. Huyu Malaki ambaye alikuwa ni mjumbe wa Mungu, yani malaika wa Mungu. Makuhani, manabii walibia Mungu kwa zaka na kwa matoleo, hata kwa matoleo, hata vile kwa mazao ya shamba. Ndio maana tena karibu kwa maombi juu ya mulimo na maombi juu ya kuombea shamba. Saa zingine umetumika katika shamba, hujapata tena mafanikio bora kwa ajili yako. Umetumika katika shamba lakini huone faida fulani, sababu umeibia Mungu. Angalia wapi umemkosea Mungu. Umeiba Mungu. Yani anasema tulete chakula galani, zaka galani, na tutaweza kupokea, na tutakosa mali pa kutia mavuno. Ndio maana tunaposikiliza sauti ya Mungu vizuri, tutaweza kupokea vitu vizuri, na tunaposikiliza sauti ya Mungu vizuri, tutaenda kubarikiwa. Na watu wengi wameshindwa kufanikiwa katika baraka zao za shamba kwa sababu wamemuibia Mungu, kwa sababu wameenda mbali na agizo la Mungu. Ni sawa vile kile kitabu kia Kumbukumbu la Torati sura yake ni ile ya 28. Na itakuwa kama utasikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, kuangalia kufanya maagizo yake yote ambao ninakuagiza leo, Bwana Mungu wako atakuweka juu kuliko mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakufikia na kukupa kama utasikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa shambani. Mungu akusaidie. Mungu akubariki. Unaposikiliza sauti ya Mungu vema, ataweza kukubariki unapoingia, unapotoka. Mazao ya shamba yako atayazidisha, na mazao ya shamba yako atayachunga. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa katika mazao ya shamba kwa sababu hawajamshirikisha Mungu katika baraka hizo. Karibu tena kwa maombi. Nyenyekea mahali unapokuwa, tuombe pamoja nawe. Saa zingine umetumika kazi za shamba, hujapata mafanikio fulani. Umeenda katika mulimo, lakini wezi wameingia shambani mwako, wameiba mazao yako. Nataka tuende kwa maombi pamoja nawe. Saa zingine umetumika, umelima kiasi kikubwa, lakini hujapata mafanikio. Magonjwa yamejitokeza, kila kitu kibaki imejitokeza, na umejikuta ufanikiwe na kitu yoyote katika shamba. Karibu kwa maombi. Baba, katika uzo wa jina la Yesu Kristo mwana Nazareti, naomba tena ushindi wako utende kazi juu ya mpendwa wako huyu ambaye anasikiliza sauti hii na audio hii kupitia simu yake, kupitia radio yake, hata kwenye mtandao anasikia. Saa zingine iko katika ndani ya gari yake anasikiliza. Kuja ukatende kazi zaidi sana, uje ukamlehemu na kumtakasa. Amekuibia, amekuwa mwizi. Yaani Baba, umesema
tunapokuwa hatukushirikishi katika mambo yetu, katika baraka zetu. Yani umesema fedha na dhahabu ni vyako. Ndio maana Baba, katika Isa mtoto wako ameenda kinyume nawe, amekuibia kwa zaka na matoleo, hata kwa mazao ya shamba, uje ukamsamehe na kumtakasa kwa makosa hayo. Baba, katika Isa tunapiga kila zoruba, kila pepo za mkulai katika shamba, hali zote za mimea kutoweka. Mtu huyu ametumika katika shamba hapate mafanikio yote, lakini kupitia jina lako tunaenda kurudisha, tunaenda kusaminisha kile ambacho adui amesema kwa ajili yake hataweza kufanikiwa kupitia mazao ya shamba. Tunapiga hizo roho za giza zitoke na zishindwe. Ewe roho za giza, roho za kubidi kupitia kiasi, na kupiga kuanzia 7 na kuteketeza kuanzia 7 katika uzo jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, shughulika juu ya mama huyu, shughulika juu ya baba huyu katika mazao yake. Saa zingine ameenda kufikia katika mazao yake, ameenda kufikia kuvuna, lakini magonjwa yanajitokeza, lakini zoruba inajitokeza. Saa zingine kuna kwa upungufu wa chakula katika shamba yake. Ninapiga hizo roho za giza zitoke na zishindwe, zimwachie kwa moto kwa damu tukufu la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante, uko mwema, utatenda kazi. Baba, umesema tunapokushirikisha katika mambo yetu, katika baraka zetu, wewe uko tayari kututendea kazi, wewe uko tayari kutenda mazuri, wewe uko tayari kutenda mambo yaliyo ya staha kwa ajili ya maisha yetu, katika damu tukufu la Yesu Kristo wa Nazareti. Acha ushindi wako ndo katende kazi, acha nguvu zako zitende kazi, acha nguvu zako zipigane vita, acha nguvu zako zije zikapasue njia mahali pasipokuwa na njia. Mtoto wako amejitabisha katika shamba, ametumika kwa kiasi kikubwa, lakini hapate mafanikio. Mfalme yote, ndio maana katika siku leo uende ukatende kazi, uende ukatende yaliyo mazuri katika mfalme maisha yake. Saa zingine katika Ukristo wake ameshindwa hata kukushirikisha katika mazao ya shamba yake. Baba, uende ukamshughulikia, uende ukatende kazi. Baba, saa zingine mtu huyu mfalme ameshindwa kujitoa hata kupitia mfalme kipesa, kupitia kichakula katika kazi yako mfalme, uende ukamsaidie. Baba, tunasimama kulingana na neno lako katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, na ule mstari wake ni ule wa 2, mstari wake ule wa 14 mpaka 15. Uje ukamsaidie mfalme na kutenda kazi kwa ajili yake. Baba, tunaomba nguvu zako, tunaomba neema yako, tunaomba kibali yako kiende kikatende kazi na kumhudumia, katika damu tukufu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi Mungu atende kazi kwa ajili yako kupitia audio hii, na amini Mungu anaenda kusaidia katika kazi yako ya mulimo wa shamba, na anaenda kukusaidia. Basi umekuwa pamoja nami kwenye neno kwa maombi, naye mtumishi Bienfait Kambale, mwombezi Bienfait Kambale kutoka kwenye Sekaseke Msebze Pakashwa. Basi nakutakia bishara za Mungu ziwe pamoja nawe, baraka za Mungu ziwe pamoja nawe katika kazi zako za mulimo wa shamba. Muda wangu hautoshi, basi nakutakia uwe na wakati mzuri. Amen.